fight, anasema ninacho hichi, lakini nitaenda kupambana na nitafanikiwa. Kuna mahali kuna watu wanakuzunguka unaona ni wakubwa. Ulishawahi kujiuliza wewe utakuwa mkubwa lini? Kuna watu unawaita mabosi. Ulishajiuliza wewe utakuwa bosi lini? Kuna watu wana nyumba nzuri. Ulishajiuliza wewe utakuwa na nyumba nzuri lini? Kuna watu wanakuona huko chini. Ulishawahi kufikiri watabadili vipi mtazamo wao? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usikubali kuwa ngazi ya kuvusha watu wengine. Labani anamwambia Yakobo, anasema anapata faida. Hiyo ni moja. Unaweza ukakaa na watu wanakwambia nikikaa na wewe napata faida, nikikaa na wewe nafanikiwa. Kuna connection kwenye ulimwengu wa roho, haibi bure. Bwana Yesu asifiwe. Na saa nyingine tuna Mungu. Kwa hiyo Mungu anasema nitabariki kazi ya mikono yako. Kwa hiyo ukienda kufanya kazi ya mtu mwingine, Mungu anabariki kazi ya huyo mtu, akubariki wewe. Na nikwambie, Yakobo japo aliambiwa maneno mazuri na Labani akakubali kubaki. Lakini ukisoma unaona kuondoka kwake mpaka alitoroka. Kwa sababu Labani alikuwa hataki Yakobo aondoke akiwa amefanikiwa. Kuna muda hata wake zake wakamwambia, wewe hizi mali zote ulizonazo ni za baba yetu. Na yule mzee alikuwa anajua hapana, wewe hata ukifanikiwa mali ni zangu. Alishamdhulumu mara 10. Wewe Yakobo alijua atanidhulumu tena. Kwa hiyo ilibidi atoroke. Bwana Yesu asifiwe.